Kila eneo lina hadithi yake ya maendeleo. Na kwa manispaa ya Geita, mwaka 2025 umebeba simulizi ya mabadiliko yanayoonekana, yanayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Kupitia uongozi makini na ushiriki wa wananchi, manispaa ya Geita imeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo inayolenga kuboresha huduma za kijamii, kuinua ustawi wa jamii na kuchochea ukuaji wa uchumi. Ili maendeleo yawe na maana, lazima yaongozwe na uwajibikaji na matumizi sahihi ya rasilimali za umma. Kwa mujibu wa mkuu wa wilaya ya Geita, Mheshimiwa Hashim Komba, msisitizo mkubwa umewekwa katika utekelezaji wenye tija na thamani ya fedha. Tuna kila sababu sisi kama halmashauri ya manispaa ya Geita kuweza kutumia fursa hii adhimu kwa kweli kujivunia na kuweza kufurahia kazi kubwa na njema ambayo tumeifanya kwenye eneo la miradi ya maendeleo kwa mwaka 2025. Mwaka 2025, Baraza la Madiwani la Halmashauri ya Manispaa ya Geita kwa kushirikiana kikamilifu na wataalamu wake wakiongozwa na mkurugenzi wa Halmashauri ya Manispaa ya Geita, ndugu Fred Mienzi, wametimiza majukumu makubwa sana ya kuhakikisha kwamba miradi ya maendeleo katika sekta ya afya, miradi ya maendeleo katika sekta ya elimu, miradi ya maendeleo kwenye eneo la miundombinu ya barabara, miradi ya maendeleo ya kiuchumi hasa kwenye eneo la masoko imeendelea kujengwa na kuboreshwa ili iweze kuleta tija kwa wananchi wetu. Mwili wa mwanadamu umejaa na mishipa ambayo inapitisha damu. Bila kuwa na mishipa hii, mwili hauwezi kuwa imara na madhubuti. Ndivyo zilivyo barabara katika kujenga uchumi wa taifa. Tunapokuwa na miundombinu ya barabara iliyoboreshwa, miundombinu ya barabara ni sawasawa na mishipa ya damu kwenye mwili. Miundombinu ya barabara ndiyo mishipa ya uchumi wetu. Ili wafanyabiashara waweze kufanya biashara zao, lazima miundombinu ya barabara iwe imeboreka. Ili wachimbaji wa madini waweze kupitisha vifaa vyao, lazima miundombinu ya barabara iwe imeboreka. Ili watu waende kwenye maeneo mengine ya kupata huduma za elimu, huduma za afya, huduma za maji, lazima miundombinu ya barabara iwe imeboreshwa. Manispaa ya Geita imekuwa ni mfano wa kuigwa katika kuimarisha miundombinu ya barabara, hasa kwa kutumia mapato yetu ya ndani. Lakini uko mradi mkubwa, mradi wa TACTIC. Tumeletewa fedha zaidi ya bilioni 22 na Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia programu ya TACTIC ya kujenga mtandao wa barabara kwa kiwango cha lami ukubwa wa kilomita 17. Wajibu tulionao sisi viongozi, mimi mkuu wa wilaya na kamati ya usalama, baraza la madiwani lote na management yote, lazima tuhakikishe mwaka 2026 uwe ni mwaka wa kusimamia mradi huu uweze kukamilika na hatimaye uweze kuleta matokeo na tupate azma ambayo serikali ilikuwa imekusudia ya kuboresha miundombinu ya barabara kwenye eneo letu. Moja ya maeneo yaliyopata kipaumbele kikubwa ni sekta ya elimu. Manispaa ya Geita imeweka kiwango kikubwa katika ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya shule, ikiwemo madarasa, maabara, nyumba za walimu na vyoo vya wanafunzi. Hatua hizi zimeelezwa kwa kina na mkuu wa idara ya elimu manispaa. Kwa mwaka uliopita 2025, kupitia idara ya elimu sekondari tumetekeleza miradi mbalimbali ikiwa ni pamoja na ujenzi wa madarasa mapya, maabara za sayansi na ukarabati wa shule kongwe. Hali hii imeboresha elimu katika manispaa yetu, imepunguza utoro na msongamano madarasani na hatimaye imeboresha na kupandisha ufaulu wa wanafunzi katika mitihani ya ndani na mitihani ya kitaifa. Kwa wazazi, mabadiliko haya yameleta matumaini mapya na mustakabali wa watoto wao. Mzazi huyu anaeleza ni kwa namna gani maboresho haya yalivyoongeza tija na ufanisi kwa mwanae. Watoto wetu sasa wanasoma katika mazingira salama na tunapenda kushukuru serikali yetu kwa vifaa vilivyoongezeka kwenye upande wa madarasa, hivyo inawapelekea watoto waweze kufaulu vizuri. Mafanikio haya yamechangiwa pia na matumizi ya kisera yanayofanywa katika ngazi ya uongozi wa manispaa. Meya wa manispaa ya Geita, Mheshimiwa Leonard Bugomola, anaeleza nafasi ya baraza la madiwani. Mimi kama meya pamoja na baraza zima la madiwani nitahakikisha kwamba katika upande wa elimu tunaendeleza na kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wadau pamoja na management ya halmashauri chini ya mkurugenzi wetu, tuhakikishe kwamba upande wa elimu tunakwenda kuweka kipaumbele ili kuhakikisha kwamba tunaendelea vizuri, kwani mpaka sasa hivi tunazo shule zetu maalum na sisi tunahakikisha kwamba tutakwenda
kuboresha na kuhakikisha kwamba kile kiwango kilichopo cha elimu hakishuki, na ili tuweze kuendelea vizuri. Pamoja na elimu pia, kwenye mchezo hatuko mbali. Uwanja wetu wa mpira unakwenda kukamilika muda si mrefu. Tuhakikishe kabisa kwamba Geita, na bahati nzuri timu yetu ya Geita Gold inakwenda vizuri mpaka sasa hivi, inaongoza katika msimamo, na itakapopanda tayari tuwe tumeshakuwa na uwanja ambao ni mzuri. Lakini bado pia kiuchumi hatuko nyuma sana. Mheshimiwa Waziri alipokuja tukamwambia tunatekeleza kwa mapato ya ndani kilomita 1 ya lami, akasema hapana, tunatakiwa tuongeze tuende kwenye kilomita 2. Tumekaa na management, tumekubaliana tutakwenda kwenye kilomita 2 alizotuambia waziri, lakini tutaangalia vizuri baada ya kuwasiliana pia na mkoa tunaweza pia tukaongeza tukaenda mpaka kwenye kilomita 3. Lakini tukiwa kwenye masuala ya uchumi, bado tunalo jengo la kitega uchumi Geteko Tower, ambapo tumekwenda kuweka pesa jengo kubwa la ghorofa 8 tayari tumeshaanza. Ukienda kuangalia pale sasa hivi spidi ni kubwa. Lakini bado soko la dhahabu tuna shida na wawekezaji madira walioko pale, ofisi hazitoshi, wanagombania. Tunalo jengo kubwa lenye urefu zaidi ya mita 100 tunakwenda kujenga ili kupitia CSR, ili tuhakikishe kwamba tunakwenda kuwasaidia madira na kuhakikisha kwamba tunakwenda kuongeza mapato katika halmashauri ya manispaa ya Geita, ili mambo yote yaliyopo ambayo tumeweka kwenye bajeti yetu ya bilioni 78, ikiwa mapato ya ndani bilioni 23, ikiwa kuna ongezeko la 8 point. Kwa hiyo naamini tunakwenda vizuri. Afya bora ni msingi wa jamii yenye nguvu. Katika sekta hii, manispaa ya Geita imejenga na kukarabati vituo vya afya na zahanati, kuongeza huduma za afya na kuhakikisha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba. Mkuu wa idara ya afya anaeleza namna uwekezaji huu ulivyoboresha huduma. Kwa mwaka 2025 manispaa ya Geita kumekuwa na mafanikio makubwa katika afya ya msingi. Vipo vituo takribani 10 ambavyo vimekamilishwa, vimeanza kufanya kazi na wananchi wanaendelea kupata huduma. Lakini hatujajikita tu kujenga miundombinu, lakini viko vifaa tiba vya kisasa ambavyo vimeweza kununuliwa, ambavyo vinasaidia katika kuboresha hali ya utoaji wa huduma. Upo uwekezaji mkubwa ambao umefanywa katika hospitali yetu ya manispaa ya Geita, ambapo majengo ya kisasa yamejengwa, upasuaji ambapo kuna maeneo mawili sasa ya kutolea huduma za upasuaji. Lakini yapo maeneo ambayo wengi hawayapendi, lakini sote tutaelekea huko. Jengo la uhifadhi wa maiti, ndipo jengo la kisasa, lakini pia na vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuhifadhia maiti. Ziko wodi za kujifungulia wakina mama ambazo zimeboreshwa, lakini pia ziko wodi za watoto wachanga na watoto zaidi ya miaka 5 ambao wanaendelea kuhudumiwa katika mazingira safi na bora. Halmashauri ya manispaa ya Geita imeendelea kujikita katika uboreshaji wa upatikanaji wa dawa. Katika mwaka 2025 umekuwa pia wa mafanikio kwetu. Lakini lipo eneo ambalo tumeamua kujikita nalo, kwa maana kufanya vizuri katika idara ya afya, ni eneo la lishe. Kuendelea kuboresha afya za wanageita kuwa imara, hasa watoto wadogo wachanga ambao wanatakiwa kulelewa na kupewa lishe bora na kuwa na afya bora, hasa kuleta ufaulu katika masomo yao. Sote tunafurahia ubora wa huduma ulioboreshwa katika manispaa ya Geita, na tumeona mwaka 2025 tumeumaliza kwa ushindi mkubwa, na sasa tunajipanga 2026 tuendelee kufanya kazi katika ubora na viwango vinavyotakiwa. Kwa wananchi, huduma hizi zimeleta nafuu kubwa katika maisha ya kila siku. Mkazi huyu wa manispaa anaeleza uzoefu wake. Kwa sasa tunapata huduma za afya karibu na makazi yetu, hali ambayo imepunguza gharama na imeongeza ufanisi kwenye familia zetu. Yaani kwa sasa tunashukuru sana halmashauri ya Geita, huduma zao ni nzuri, na unapofika hapa unahudumiwa vizuri, madaktari wako makini, hawabagui jinsia wala wadhifa wa mtu. Nyuma ya mafanikio haya yote kuna usimamizi madhubuti wa fedha na miradi ya maendeleo. Mkurugenzi wa manispaa ya Geita, ndugu Yefred Mienzi, anaeleza msimamo wa manispaa katika matumizi ya rasilimali za umma. Jukumu kubwa la halmashauri ya manispaa ya Geita, kama ilivyo kwa mamlaka za serikali za mitaa zingine,
ni kuhakikisha kwamba inatoa huduma zilizo bora kwa wananchi katika ngazi mbalimbali, kuanzia vijiji, vitongoji, mitaa, kata pamoja na maeneo yetu ya kiutawala kwenye halmashauri. Tumekuwa tukitimiza wajibu huo vizuri kwa kuelekeza rasilimali mbalimbali zikiwepo fedha, vifaa pamoja na watumishi katika hayo maeneo ili waweze kufanya kazi zenye tija. Kwa halmashauri ya manispaa ya Geita, ili tuweze kutimiza malengo hayo au majukumu hayo ya msingi, kwanza lazima tukusanye mapato ya kutosha kutoka kwenye vyanzo vyetu vya mapato ya ndani, lakini tupokee fedha kutoka serikali kuu kama ruzuku na kwa wahisani mbalimbali kwa ajili ya shughuli za maendeleo pia. Kwa hiyo katika kipindi cha kuanzia 2022-2023 mpaka 2025-2026, bajeti yetu ya mapato ya ndani imekuwa ikiongezeka kutoka bilioni 12 2022-2023, bilioni 14 2023-2024 na hatimaye bilioni 19.9 2024-2025. Kwa mwaka huu wa fedha 2025-2026, manispaa ya Geita imekasimia kukusanya mapato ya ndani kiasi cha shilingi bilioni 22.4. Sasa haya yakishakusanywa yanaelekezwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo miradi ya maendeleo ambayo yako katika sekta za elimu, sekta za afya. Kwa sehemu kubwa ndiko tunakotoa huduma, lakini lazima yasimamiwe vizuri ili hatimaye matumizi yake yaoneshe tija kwenye hayo maeneo ambayo tunapeleka, kwa sababu ili fedha ionekane imetumika vizuri ni lazima mradi ambao umeelekezwa fedha uweze kutekelezwa kwa wakati, ukamilike na hatimaye uweze kutoa huduma iliyokusudiwa na hatimaye wananchi waweze kupata tabasamu kama ambavyo Mheshimiwa Rais amekuwa akisisitiza hasa katika hotuba yake ya ufunguzi wa Bunge la 13. Miundombinu bora imekuwa kiungo muhimu cha maendeleo. Ujenzi wa barabara za ndani, mifereji ya maji ya mvua na taa za barabarani umeongeza usalama na kurahisisha shughuli za kiuchumi. Kwa mujibu wa mkuu wa wilaya Hashim Komba, miradi hii imefungua fursa mpya. Iko miradi ya kimkakati ambayo imefanywa kwa fedha za mapato ya ndani na iko miradi ya kimkakati ambayo imefanywa kwa fedha kutoka serikali kuu, lakini miradi yote hii imekuwa na tija kwa wananchi wetu. Nitumia nafasi hii kuwapongeza sana halmashauri ya manispaa ya Geita kwa namna ambavyo waliweza kuja na ubunifu wa kutengeneza mabanda ya mfano ambayo yamekwenda kuwasaidia wajasiriamali wadogo wadogo katika soko letu la Nyankumbu. Tunatambua ya kwamba kama serikali bado tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba mji wetu unakuwa na soko la kisasa, lakini walau kwa kuanzia mradi huu umekuwa na tija na manufaa kwa wananchi wetu. Mradi kwa kweli umetusaidia kwa namna yake, kwa sababu tulikuwa tumekaa barabarani tukiwa tunahangaika, mara tunahofia kufukuzwa, lakini kuna siku walipita serikali wametuona, na tunamshukuru mkurugenzi kweli ametekeleza lile jambo alilotuambia kuwa atatujengea kisoko kidogo kidogo, na kweli kama hivi unavyoona tunavyofanya ujasiriamali, tunamshukuru kwa kweli kwa namna yake. Kusema ukweli vimetusaidia. Nashughulika na ujasiriamali wa kushona kacha, nashona kofia, natengeneza bracelet, necklace, na nipo katika moja ya vibanda vinavyopatikana hapa soko la Nyankumbu. Lakini mradi wa pili, nitumie fursa hii kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan na maono yake aliyonayo kwa kutuletea mradi wa kimkakati ambao tumeanza mwaka 2025, mradi wa kuwa na stendi kubwa nzuri na ya kisasa. Mradi huu nao ni sehemu ya kuendelea kuleta tabasamu kwa Wanageita na kuendelea kuleta tija kwa wananchi wetu wote wanaotuzunguka. Nitumie nafasi hii kwa kweli kuwapongeza sana watumishi wenzangu wa halmashauri ya manispaa ya Geita. Tumeutendea haki mwaka 2025 kwenye eneo la miradi ya maendeleo. Mwaka 2026 ni mwaka wa kazi, ni mwaka wa kupeleka tabasamu kwa wananchi wa kutekeleza miradi ya maendeleo kwenye maeneo yetu. Vijana ni miongoni mwa wanufaika wakubwa wa maboresho haya. Kijana huyu anaeleza manufaa hayo. Mimi ni dereva bajaji wa halmashauri ya manispaa ya Geita. Sisi kama madereva tunaishukuru serikali na kuipongeza juu ya maboresho yake ya barabara, kwani imetusaidia kukuza kipato chetu kama vijana. Tunafanya kazi tukiwa salama, tunashukuru. Kupitia mikopo isiyo na riba, manispaa imeendelea kuwezesha wanawake na vijana kiuchumi, hatua inayosaidia kuongeza ajira na kukuza biashara ndogo ndogo. Halmashauri pamoja na mambo mengine inahusika na upelekaji wa 10% ya mapato ya ndani
kwa makundi maalum: kundi la wanawake, kundi la vijana na kundi la watu wenye mahitaji maalum ama watu wenye ulemavu. Na hapa tunaelewa kwamba kanuni yetu ni kupeleka 4-4-2, asilimia 4 kwa wanawake, asilimia 4 kwa vijana na asilimia 2 kwa watu wenye ulemavu. Katika kipindi ambacho tumekuwa tukitekeleza hii bajeti kwa mwaka 2024/25/26, mnamo mwezi Novemba, halmashauri ya manispaa ya Geita iliweza kupeleka jumla ya shilingi bilioni 2.99 kwenye vikundi 231. Kati yake vikundi 123 vilikuwa ni vikundi vya wanawake ambavyo vilipelekewa bilioni 1.168. Vikundi vya vijana 101 vilipelekewa jumla ya shilingi bilioni 1.785, lakini vikundi vya wenye ulemavu vilikuwa 7 na vyenyewe vilipelekewa kiasi cha shilingi bilioni 44, na hivyo kuwezesha kiasi cha bilioni 2.99 kupelekwa kwenye makundi hayo. Lengo ni kuwezesha vikundi hivyo vijikwamue kiuchumi, vikue kiuchumi kupitia uwekezaji katika miradi mbalimbali ya kijamii, ya kibiashara, lakini pia ya kiuchumi, na hatimaye waweze kujikwamua kutokana na changamoto za umaskini na kuongeza wigo wa mapato kwenye halmashauri yetu. Lakini halmashauri haiishii hapo, bado inaratibu tena kupitia dawati la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi mifuko mingine mbalimbali, ikiweko mfuko wa vijana, Presidential Trust Fund, TASAF, pamoja na mifuko mingine ambayo inaratibiwa na idara yetu ya maendeleo ya jamii. Na tunaamini kupitia mifuko hii wako vijana walioweza kufungua viwanda hapa hadi vya kutengeneza mikanda ya gypsum, viwanda vya kutengeneza barafu hapa kwa ajili ya matumizi ya samaki. Lakini wako vijana hapa ambao wameanzisha miradi ya viwanda vya kufyatua tofali. Asilimia 10 ni endelevu. Kwa hiyo hii 442 itaendelea. Baada ya mwezi Novemba tunaendelea pia sasa na uchakataji wa taarifa kwa ajili ya kutoa tena mikopo kwa awamu nyingine. Mwezi Februari tutatoa shilingi bilioni 1 kwa ajili ya vikundi ambavyo sasa hivi uhakiki wake unaendelea kupitia kamati ya uhakiki chini ya katibu tawala wa wilaya. Lakini mwezi Mei pia tunakusudia kutoa kati ya milioni 500 hadi milioni 800 kulingana na makusanyo yetu yatakavyokuwa kwa vikundi vingine. Kwa hiyo katika kipindi cha mwaka huu tu wa fedha, kwa vyote vile ukijumlisha bilioni 2.9 ukaongeza bilioni 1, takriban bilioni 4 hiyo, alafu ukiongeza na milioni 500 hadi 800, manake takriban bilioni 5 itakuwa imeelekezwa kwenye vikundi mbalimbali, na kwa vyovyote vile huu ni mchango mkubwa sana katika kuchochemoa uchumi wa Geita. Mfanyabiashara huyu ni mmoja wa wanufaika wa mikopo hiyo. Mimi naitwa Abel Michael, ni mwenyekiti wa kikundi cha Kishepo. Tujishughulisha na shughuli ya ufundi seremala pamoja na uchakataji wa mbao na magogo. Kipindi tunaanza ilikuwa wazo dogo, tulianza tukaona kwa nini tusianzishe kikundi ili kwenda kutusaidia kwa umoja wetu uliopo hapa. Ndio ikabidi tupate wazo, je, hela ya mtaji ya kuongeza kupanua biashara yetu tutaipata wapi? Tukaenda kwa mheshimiwa diwani, ndio akatuambia kama mnaweza muende kwa maafisa maendeleo, kuna hela za halmashauri zinatoka 10% kwa ajili ya vijana. Kweli baada ya muda wa miezi mitatu tukafanikiwa kupata mkopo wa shilingi milioni 7. Mkopo wa kwanza huo ambao ulisaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kuendeleza shughuli zetu pamoja na kuturahisishia mahitaji mbalimbali. Tenda tunapata nyingi. Hata ukiangalia hapa katika karakana zetu kuna baadhi ya milango nyingi, fremu za milango, pamoja na kazi mbalimbali zenyewe zipo ambazo tunazipata kutoka kwa serikali pamoja na taasisi mbalimbali na watu binafsi. Pia tumeweza kuongeza kipato kikubwa. Sasa hivi tuna mtaji, tunauza mbao pamoja na biashara hapa ya uchakataji wa magogo tunafanya. Yote hayo yanatokana na hiyo hela ya 400 ya vijana kutoka katika halmashauri yetu. Matokeo ya uongozi bora na mshikamano wa wananchi yalitambulika kitaifa mwaka 2025, manispaa ya Geita ilipoibuka mshindi wa kwanza katika mbio za Mwenge wa Uhuru. Katika mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025, mshindi wa kitaifa kwa jumla ni halmashauri ya mji wa Geita kutoka mkoa wa Geita. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mshindi huyu wa kitaifa utamkabidhi cheti maalum, kikombe na fedha taslimu shilingi milioni 10. Nichukue fursa hii kuwapongeza halmashauri ya manispaa ya Geita kwa kuweza kuongoza kitaifa na kushika nafasi ya kwanza katika mbio za Mwenge wa Uhuru za mwaka 2025.
Nafasi hii inatokana na jitihada na uongozi madhubuti, ushirikiano na utendaji wenye maono wa viongozi wetu. Kwa kweli ni washukuru mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Geita pamoja na watumishi wote. Waliandaa miradi ile kwa ufasaha. Miradi ilikuwa mizuri, lakini miradi ile ilikuwa na nyaraka zote ambazo zinahitajika kwa wakimbiza mwenge. Sasa nichukue fursa hii kutoa rai kwa halmashauri nyingine za mkoa wa Geita kuhakikisha tunachukua mazuri yote yaliyofanywa na halmashauri ya manispaa ya Geita katika maandalizi hadi kufikia kukimbiza mwenge wa uhuru. Na safari hii ni watahadharishe halmashauri ya manispaa ya Geita, halmashauri nyinginezo zimezamiria kushindana. Kwa hiyo tujiandae, tutakuwa tuna ushindani mkubwa ndani ya mkoa, lakini tutakuwa na ushindani kutoka katika halmashauri nyinginezo. Ni matarajio yetu tutaendelea kushikilia nafasi ya kwanza ambayo tumeipata. Nitumie fursa hii mimi kwa nafasi yangu kama mkuu wa wilaya hii ya Geita kuwaambia wanageita wenzangu wote, yako mengi mazuri tumeyafanya kwa mwaka 2025. Mwaka 2026 ni mwaka wa matarajio makubwa sana. Moja, tunayo maelekezo mahususi ya maendeleo yanayotakiwa yaende kwa spidi yanayotokana na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya kipindi cha 2025-2030. Lakini tunayo maelekezo mahususi yaliyotolewa na Dr. Samia Suluhu Hassan wakati analizindua bunge la 13 kupitia hotuba yake. Yako mambo ambayo tunapaswa kuyafanyia kazi kwa mwaka 2026. Lakini mwaka 2026 tunaanza utekelezaji wa miradi ambayo pia inaendana sana na dira ya maendeleo ya taifa ya miaka 50. Tuunganishe nguvu zetu sote kwa pamoja mwaka 2026, tufanye kazi kwa upendo, tufanye kazi kwa umoja, tufanye kazi kwa mshikamano. Lakini tujue moja ya kipaumbele kikubwa cha serikali kwa mwaka 2026 ni kupeleka tabasamu kwa wananchi. Rai yangu mimi na watumishi wenzangu wote, tabasamu itapatikana kwa kushughulikia kero za wananchi kwa wakati. Madawati ya kusikiliza kero za wananchi yaimarishwe kwenye kata zote katika halmashauri ya manispaa ya Geita. Tabasamu kwa wananchi itapatikana mwaka 2026 kwa kuongeza nguvu ya kuwahudumia kule kwenye zahanati zetu, vituo vya afya na hospitali. Tabasamu litapatikana kwa kuhakikisha kwamba maji safi na salama yanaendelea kupatikana. Tabasamu litapatikana kwa kuendelea kusimamia miradi hii yote ambayo tumeianza mwaka 2025 iweze kukamilika, hasa hii ya barabara pamoja na stendi. Lakini tusisahau eneo moja, eneo la furaha na burudani. Tuendelee kuhakikisha tunaipa nguvu ya kutosha timu yetu ya Geita Gold ili iweze kurejea mwaka 2026 katika ligi kuu, lakini pia tuongeze nguvu ya kukamilisha uwanja wetu wa mpira ili mwaka 2026 tuanze tabasamu kwenye sekta ya michezo, ili tuungane na jitihada za Mheshimiwa Rais katika maandalizi ya AFCON 2027. Kwa pamoja, viongozi na wananchi wameonyesha kuwa maendeleo yanawezekana pale kunapokuwa na mshikamano na uwajibikaji. Kwanza kabisa ni shukrani na pongezi nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa namna anavyoliongoza taifa letu na hasa kuelekeza fedha nyingi za miradi ya maendeleo kwenye sekta mbalimbali. Tulipokea milioni 900 hapa kwa ajili ya ukarabati hospitali yetu ya manispaa. Kuna fedha za miradi mbalimbali kupitia program za SEQUIP. Tumejenga shule kubwa hapa ya wasichana ya Geita Girls, kuna shule ya sekondari Mbabani. Yote hiyo ni fedha ambayo imetokana na Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anatupenda, lakini kuna utekelezaji wa miradi mikubwa kama hiyo ya ujenzi wa barabara kupitia program za TACTIC, na yenyewe ni fedha ambazo Mheshimiwa Rais tuna kila sababu ya kumshukuru, kumpongeza na kumtakia kila laheri na afya njema Mheshimiwa Rais ili aweze kuendelea kulisimamia na kuliongoza taifa letu
kama ambavyo ameahidi kuendelea kuwapa tabasamu wa Tanzania. Lakini katika mkoa wetu tunaye kiongozi wetu mkuu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ambaye kwa kweli amekuwa dira na mshika maono kwa mkoa mzima, na kwa kweli ametusaidia sana sisi kutekeleza majukumu yetu katika mazingira yenye amani, yenye utulivu, na maelekezo yanayotolewa mara kwa mara yanatusaidia kutekeleza shughuli zetu bila kuwa na heka za aina yoyote. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kijana ambaye kwa vyote vile hawa ndio wamekuwa wachechemuaji wa shughuli za maendeleo huko kwenye ngazi mbalimbali, akitusimamia, akitupa maelekezo, tukiambatana naye, na tunafurahi muda wote kuwa na Mheshimiwa DC ambaye kwa kweli ni champion wa maendeleo katika wilaya yetu. Na sisi ndani ya manispaa tunayo furaha kwamba tuna baraza la madiwani ambalo lina utulivu mkubwa, mstahiki meya analisimamia vizuri, na tunaishi kama timu moja ambayo inalenga kuhakikisha kwamba manispaa ya Geita mara zote inaibuka kidedea kwenye maeneo mbalimbali. Kama ambavyo tumeona tumesimamiana vizuri, tumekuwa washindi wa kwanza kitaifa kwenye mbio za mwenge. Miradi ya maendeleo ni mizuri, lakini pamoja na mambo mengine tunafanya vizuri kwenye ukusanyaji wa mapato, na kiwango cha elimu kinapanda, kinaboreka, viwango vya ufaulu vinaboreka, majengo yanaimarika, yanasimamishwa hapa, mji unazidi kuwa msafi kutokana na kuwepo kwa wakandarasi ambao wanafanya shughuli mbalimbali za usafi. Kwa hiyo kwa ujumla tunawashukuru kila mmoja ambaye ameshiriki kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba Geita inaendelea kusonga mbele, na hasa kipande hiki cha manispaa ambacho sisi tumepewa dhamana ya kukisimamia. Nisiwe mchache wa fadhila kuwashukuru watumishi wenzangu, wakuu wa idara, kwa idara na vitengo, pamoja na wakuu wa sehemu na watumishi wengine wote kutoka makao makuu hadi ngazi za mitaa, vijiji, kata, vitongoji, kote ambako tunashirikiana bega kwa bega kuhakikisha kwamba timu Geita, timu yetu ya mafanikio, inasonga mbele kuhakikisha kwamba maono ya Mheshimiwa Rais ya kuleta tabasamu kwa wananchi yanatimia bila vikwazo. Hii ndiyo hadithi ya manispaa ya Geita mwaka 2025. Hadithi ya mshikamano, uongozi bora na maendeleo yanayoonekana. Kwa pamoja, manispaa ya Geita inaendelea kujenga msingi imara wa maendeleo endelevu. Manispaa ya Geita, kinara wa maendeleo wa Mwenge wa Uhuru 2025. Pamoja tujenge maendeleo endelevu.